Jamani, leta mfuko, mfanywaje? Mama, kila siku mimi nachoka, nilikosa nini mama? Sasa unaachwa na nani? Yaani wewe baba ashakuacha mara moja hiyo? Ndio mama, sasa mwanangu mama, kila siku mimi naachwa na zangu nyumbani. Ale tubaki basi mwanangu. Usilie kwenda hapa ufukuzwa wewe. Sija kufukuza mwanangu. Kama yeye ankuacha huko atajua mwenyewe na jinyumba lake. Wewe kwenu hapa. Karibu ndani mwanangu, hata usiwe na wasiwasi. Muache. Yaani yeye ankuacha kwa sababu gani? Kuna jambo katika familia yangu linaniumiza. Yaani huwezi kuamini hivi, sister yangu huyu ndoa ya 5 hii. Nakwambia yani anaenda anarudi. Angalau basi angekuwa anarudi na mimba. Anarudi hivi. Ni jambo linanisikitisha. Yaani kama ni ahidi. Na niuma bro ya sasa. Usifikie huko. Uendako utakufuru. Yaani katika hii dunia wewe muamini Mungu. Sawa. Mungu ndio mweza wa kila kitu. Inshallah ni imani atapata mume na inshallah atadumu tu katika ndoa yake na atatulia tu. Ninaamini hilo liko nalo. Tuamini tu. Alija mwanangu. Mama. Mimi kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani hicho mama? Unajua mwanangu, usifanye mjinga na wanaume. Yaani usikubali kabisa ati mtu aje, mimi nakutaka sijui nini akupeleke kwake. Akaenda akakufanya ngoma huko sijui akakuchezea sijui nini. Usikubali. Mwanangu, mwanzo vile ulivyo mzuri. Mimi nataka ukae hapa na mimi. Mama. Kwani mamangu wewe hutaki wajukuu? Wewe unafurahia mimi nikienda kwa bwana nikiachika nikirudi hapa nyumbani. Hiyo ndio kitu mamangu wewe unafurahia. Kwani shida iko wapi mwanangu? Bwana mimi babako alikufa kitambo na hata sibabaiki na wanaume. Sinaishi. Si niko hapa kwangu, hata sina wasiwasi wote. Sasa wanaume wa kazi gani? Mume akija akikutaka mwanangu kataa. Wajua mama, mimi nimekusikiza sana. Lakini huo ushauri wako ni kama ututakii mema si watoto wako. Sio ushauri mzuri huo lakini mama. Sasa wewe ulikuwa utakaje yani? Aende kwa wanaume huko. Wewe mwenyewe mwanzo nilikwambia sitaki mkaza mwana hapa. Usiniletee wanawake hapa ndani ya nyumba. Alafu wanishauri nini? Wewe kama unataka kula kaa hivyo hivyo uende zako. Lakini huyu kwa bwana haendi. Na wewe sitaki nione mwanamke hapa kuniletea tu zaza, sitaki. Yaani mwanangu Master Bwagizo. Hivi venye nakuwa mimi sasa hivi. Nafanya lakini paka nje mpige msee hapa. Chona. Hapa Msambweni. Ndio story zako hizo. Bila kukicha. Hiyo ni ndoto lakini. Watu tunaita ndoto. Hiyo inaweza kuwa ndoto. Sina kwambia mimi Master Bwagizo. Yaani nakuwa wapi lakini ipo siku. Nitakuja kuombenia. Yote 9 ile mwanangu. Mimi niko na jambo. Yanisumbua sana. Sijuzi nilikwambia story kuhusu sister. Yeye ana afadhali yake ni madogo, lakini yangu ndo makubwa hata kuliko mlima Kenya. Ule mlima Kenya una afadhali. Yaani yangu ni ya kusikitisha na naliahidi. Yako na aibu kabisa. Wezi amini hapa mimi nilipo. Jogoo hawezi panda mtini. Yaani mwanangu, yaani bado unajua comedy zako tu. Sio comedy hizo. Yaani vile tukimbia kule nyuma kwa mwana content creator. Kumbe bado kuna comedy zako uko nazo. Yaani mimi nikakumania OMC.
Inawa nikakuwa mwana content creator. Mimi niko serious hilo jambo. Niko serious kabisa. Wewe mwanangu Bwagizo bwacha hizo basi. Yaani bro mimi nakwambia kitu lakini kitu kinaniuma. Yaani imefikia mahali ambapo mpenzi wangu Amina ananishuku kuwa na watu wengine nje mimi. Ni kitu kinaniuma isee bro mimi. Bwagizo. Hebu acha masara, twende zetu. Bwagizo, uko sawa kweli mwanangu? Mama, huu sawa huu unautolea wapi? Yaani kuna vitu vinachanganya kabisa, vitu vinasikitisha. Yaani mama yule ni za mzima kabisa, lakini mpaka sasa hivi naona mabadiliko. Mabadiliko gani tena mwanangu? Yaani naona haibu pia kukuambia. Sasa usiponiambia mimi mama yako utakuwa unamwambia nani mwingine? Hebu niambie. Mama, hivi mimi inaweza kuwa kweli mimi yani jogoo pande mtuni? Nini? Ndio hivyo. Bro, ile swali nimekwambia kule lakini umelichukulia utani tu rahisi. Mimi ni kweli. Yaani jogoo pande mtungi kweli. Pole sana bro. Unajua ile shule ya mzaa kumbe ni serious. Sasa itabidi tufanye kazi lishana. Wewe jipange afu nipeleke mahali. Sawa. Kama hapo mahali unafikiria mimi naweza saidika. Na sister naye pia siwezi muacha nyuma. Ama uonaje hapo? Sawa, haina shida. Wewe kesho ongea na sister yako then wapeleke mahali. Nitafaulu tu kwa hilo. Bwagizo mwanangu. Naam mama. Hebu njoo kidogo. Bwagizo mwanangu. Ile neno la jana uliloniambia, mimi pia nami liliniuma sana. Niliondoka pale ile mida jioni, nikaenda kwa mzee mwingine kule chini. Kenda akamwelezea matatizo yako, akanipa hii dawa. Hii dawa nzuri sana mwanangu, itakusaidia. Lakini masharti yake basi. Kila asubuhi si nitapika chai? Ndio. Utatia kidogo koroge uno. Alafu nyingine itakayobaki utatia maji yako kwa kama unaenda ukaoge. Utaniambia. Utakuwa sawa mwanangu, hata usiwe na wasiwasi. Asante mama. Nitafanya hivyo mama. Sawa. Sawa, mimi niko ndani. Hivi kakaangu, mimi dada yako, kuolewa na kuachika, hivi unaona ni kitu cha kawaida? Ni kweli dada yangu, na mimi naona hilo lako lina afueni. Mimi na kubwa kuliko, yaani langu ni zaidi kuliko lako. Jambo gani hilo kakaangu? Kwanza langu ni la haibu kabisa. Yaani uweze amini, mimi kakako jogoo pande mtungi. Jogoo pande mtungi? Ndio hivyo. Na hiyo shida imekuanza lini kakaangu? Hii shida ilitokea hapa katikati, kwa maana mimi sikuzaliwa hivyo. Na maybe mama ushamuelezea? Ndio, nimemwambia. Akasemaje? Ndio nimemuelezea. Lakini hili sidhani kama kwake limekuwa na mshiko. Yote 9, 10, mimi na wewe dada yangu tutoke tukajiangalilie. Kakangu, mimi nakuelewa. Kesho kuna rafiki yangu nimezungumza naye, kuna mahali tutaenda. Lakini babe, kwani shida iko wapi? Ipo shida. Leo acha nikwambie tu ukweli mpenzi. Kuna nini? Mimi nilikuwa nikikuficha sana siku nyingi, lakini leo nakwambia ukweli. Kuna nini? Mimi niko na shida, na hii shida inatokea tu hapa katikati. Mimi sikuwa hivyo.
Ni shida gani pengine? Ni aibu hii, shida ya aibu kabisa. Sasa si uniambie ama unaogopa kuniambia? Unanificha pia. Sawa. Jogoo apande mtungi. Eti nini? Hii ni siri. Nitunzie hii siri. Please. Hivi unachokiongea unamaanisha ama? Ndio hivyo, lakini ni siri, mambo nitunzie. Ni shida tu ilitokea katikati tu. Mimi pia sikuzaliwa hivyo. Yaani sikuzaliwa hivyo kabisa. Ila kuna harakati zingine hivi nafuatilia, mambo yatakuwa sawa. Harakati gani? Kuna mahali nitafika hivi, mambo yatakuwa sawa tu. Utapenda. Mganga, ndio mimi nimerudi. Nahitaji kujua utafanyaje. Mwagizo. Naam. Hakuna jambo gumu linatatuliwa kwa urahisi. Hapa inahitajika ujasiri. Kama kweli unahitaji kupona, kurudi kama ulivyozaliwa na babako na mamako, kuna masharti. Niambie mganga. Niambie mganga. Wewe kurudi sawa, jogoo apande mtungi, jogoo awike kama jogoo, jogoo angurume, na dadako aolewe, azae na atulie kwa ndoa yake. Ni wewe unahitajika kulala na dadako. Mganga, mbona ni gumu hivi? Hakuna dawa nyingine. Kama hautoliweza hilo, basi utasalia kuwa jogoo apande mtungi, na dadako hatupata mimba na wala hatutulia kwa mwanamume. Ila ukiamua hili, ukiwa tayari umetia nia kuwa unahitaji kulala na dadako, utashangaa jogoo atapanda. Na nikitoka hapo nikienda kwa mpenzi wangu pia kila kitu kitakuwa sawa. Je, utaweza?